Sehemu yangu rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe kutema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika zote mashaka sawa sawa niongoze safarini, leo nishukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe Bwana Yesu. Praise the Lord. Amen. Kanisa pande hii, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Mwanzo nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifungulia nafasi njema kuhudhuria hafla ya leo. Na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunitunuku nafasi mwafaka ya kuwa the first political leader in this country in such a day as this to officiate and be present at the consecration of a man of God. Niseme pole kwa sababu nimekuja kuchelewa kidogo na nikauliza nipewe nafasi niseme mawili tu na nitoke niende. Ni kwa sababu niko na safari. Unajua ndege si kama matatu, wezi kaningoja. Saa yake ya kwenda ikifika itaenda tu. Na kesho nangojewa huko nyumbani Kitui, kuna kanisa nangojewa huko. Kwa wale ambao labda hawajakutana, kwa jina mimi naitwa Enoch Wambua, Senator wa kaunti ya Kitui na Deputy Minority Leader in the Senate of the Republic of Kenya. Na mimi nimesimama hapa sio kama senator leo. Nimekuja leo kama mtoto wa pastor. My father is a pastor. Na mimi mwenyewe ni mzee wa kanisa. Sasa nimekuja hapa kushiriki na wachungaji ambao ni baba zangu na mama zangu and my brothers and my sisters. Nimekuja pia kwa sababu nimetumwa. Mimi nimetumwa huku na our party leader His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Counsel. Alikuwa akuje kwa hii hafla, lakini akapata kazi nyingine pande ya Embu. Na kwa sababu mimi kijana yake, akaangalia kwa watoto wake akasema sasa huyu ndiye nitatuma Kisii kwa maneno ya kanisa.
Kwa hivyo nimshukuru party leader Kalonzo Musyoka kwa kunipatia nafasi ya kuja kumwakilisha hapa leo. Yeye mimi nikiongea na yeye nasikia anasema Wakisii ni korera. Kila sasa mmoja nikamuuliza korera inamaanisha nini? Akaniambia these are in-laws. Hawa ni watu wameoa kwetu na sisi tumeoa kwao. Hawa ni watu wetu. Nikamwambia ile shida moja kidogo niko nayo ni kwamba sisi Wakamba tumepatiana huku Kisii wasichana wengi sana. Wengi sana. Lakini nyinyi wasichana wengi hamtupatii. Sasa next time apostle ile nitakuja pia na vijana waangalie na Mungu akibariki wasichana wa Kisii tunaenda nyumbani na nyinyi. Basi wakikubali wamesema tutaenda. Kwanza apostle anasema msichana wake tayari amewatangulia. Kwa hivyo ni kuzuri kule. So mimi sitakuwa na maneno mengi ya kusema. Ni kusema nimekuja kuleta ujumbe wa Kalonzo Musyoka. Na amesema apostle wewe ni rafiki yake wa kweli. Na kweli nimeamini ya kwamba yeye ni rafiki yake wa kweli kwa sababu vile aliniita nitume huku. Nikajaribu kumweleza ile program niko nayo weekend. Akaniambia unajua mimi sijakuita hapa kuja kukuuliza kama unaenda ama uendi. Nimekuita hapa kukutuma. So just go. Na nikasema kweli hapo ukisikia mzee amesema hiyo ni rafiki yake, naenda kwa rafiki yake. So mimi nishukuru kuja huku nyumbani. Alafu niseme pia ya pili. Pia mimi nikiwa hapa kama kiongozi in this country. Unajua, and I want all of us here who are able to do this. Mkifika nyumbani, go and look at the history of this country. Historia ya mahali sisi tumetoka sisi wote. Na utakuta Mkisii na Mkamba sisi tulikuwa tunaishi na uko West Africa between Cameroon and Nigeria. Tulitoka huko. Sasa tukakuja huko. Tulifika huku mababu zetu wakasikia baridi hapa ni nyingi kidogo. Babu zenyu wakawacha hapa, lakini babu zetu wakateremka huko chini Ukambani. But in essence we are one and the same people. If you trace the genealogy of the Kisis and the Kampas, sisi ni kitu kimoja. And I think that is why watu wa Kisii wanapenda Kalonzo Musyoka. Kwa sababu ni mtu wao. Ama mnasema namna gani watu wetu? Ama mpendi Kalonzo Musyoka? Mnampenda? Yes. Sasa nikifika kule nimpatie salamu zenyu. Hebu msalimie kwa hewa aone akiwa mahali yuko. Asante sana. Pande hii salamu ya Kalonzo Musyoka iko wapi? Asante sana. Mwisho, apostle, mimi kama mzee wa kanisa, now speaking as a church elder, I'm very happy to have followed this consecration. Na kweli pia mimi nimesoma maneno mengine pale. Your name, you share a name with Moses, the man that rescued the people of God from captivity in Egypt. Na ilifika mahali Musa maneno yakakuwa magumu. Ndio ametoa watu kwa utumwa. Wamefika pale kwa jangwa. Sasa wakiangalia nyuma, jeshi kubwa inakuja na wafuata ya Farao kuwarudisha kwa utumwa. Mbele yao kuna mto. And people really complained and told Moses, yani sisi mahali umetutoa, hakukuwa na mahali tugezikwa huko. Yani umetuleta sisi tukuje tukufe in the wilderness, tutazikwa wapi? Unajua binadamu pia na yeye maneno yake ni ngumu. Sasa unashangaa mtu kama amekufa, why do you have a problem where you are buried? You don't even know. Haka sasa tutazikwa wapi? Na Musa akalilia Mungu. And God gave Moses the courage to continue with the journey, and because the deliverance belonged to God, not to Moses. Na akaambia Musa, ambia watu wako wasiogope. And I like what Moses told the people of Israel. Do not be afraid. Stand firm and see the victory of the Lord.
The Egyptians you see today, you will see them no more. Apostle, as you lead these people, be a man of courage. Be their Joshua. Take courage in knowing that ile kazi ambayo unafanya ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Na kama Mungu amesema atakuongoza, uongoza watu wake, walk and lead with courage. The Bible says in the book of Hebrews, seeing as it were that we are surrounded by such a huge cloud of witnesses. Na wako hapa mashahidi wengi. Run with perseverance the race that has been marked out for you, fixing your eyes on Christ Jesus, the author and finisher of your faith. Tutembee na hawa watu na Mungu atatubariki. Sasa mimi utanikubali nifanye kitu kimoja, sababu wakati wangu umeenda. Mimi nataka nikuwe mtu wa kwanza kupatiana zawadi kwa Apostle Moses and Reverend Rose. Na nipigwe picha na hawa, nikifika kule nionyeshe Kalonzo Musyoka asiseme watu wanaweza mwambia unajua mzee kijana ulituma yeye akafika pale Kisumu akarudi hakufika Kisumu hakufika Kisii. Haki. Nipigwe picha mzee aende aone nilikuja mpaka huku na nimekuwa na watu wake. Yes. Naye pia afurahi. Mtanikumbalia nifanye hivyo? Kabisa. Alafu mtanipatia ruhusa nikimbie ili nisiwachwe na ndege? Kabisa. Na mbaki muendelee salama? Kabisa. Nikifika nyumbani niambie Kalonzo nini? Sawa? Kabisa. Itakuwa sawa? Itakuwa sawa?